Utasahau hata kama ulitakiwa wewe uwe msaada wa familia yako, utasahau. Ilitakiwa wewe uwe msaada wa kanisa la Mungu, utasahau. Ilitakiwa uwe msaada wa majirani zako, utasahau, kwa maana fedha imekukalia. Mungu akuokoe na akusaidie katika hilo. Na makanisa mengi yamepasuka kwa sababu ya fedha. Viongozi wengi wamepasuka, tuna shuhuda za kutosha, kwa sababu ya pesa. Mimi mwenyewe nilikuwa nikisali sehemu, mgogoro mkubwa, eti pesa, vitu vya ajabu. Nasema Mungu saidia watu. nilikuwa nasema Yesu tusaidie. Haleluya, haleluya. Mungu akusaidie. Kuna tabia ya pili inayotafuna Mkristo taratibu taratibu bila yeye kujua. Kuna tabia ya kuabudu miungu. Hebu sema kuabudu miungu. Sema tena kuabudu miungu. Ninataka uwe unasema ili haya maneno yawe yanabaki ndani yako. Basi. Mtu wa Mungu, tunaposema kuabudu miungu, watu wengi wamefikiri kuabudu miungu, na shetani ameweka katika akili za watu kuabudu miungu ni kule kuleta kakitu fulani unakaweka kama kasanamu. Ninaabudu miungu. Au kutoka mahala ulipo unaenda porini huko chini ya mti, unapiga magoti kwenye kisanamu, unapiga magoti, unaanza kusema mababu, hivi sasa ndo ninaabudu miungu. Shetani yuko very strategic. Shetani ana mbinu nyingi sana. Anajua kumwabudisha mtu aliyeokoka miungu kwa namna ya kwenda kupiga magoti kwenye picha yoyote au kwenye umbo lolote lililotengenezwa, utajua unaabudu miungu. Lakini anaabudisha watu miungu bila wao kujua kama wanaabudu miungu. Na Wakristo wengi makanisani wanaabudu miungu pasipo wao kujua kama wanaabudu miungu. Kwa hiyo shetani amechonga miungu mingine ambayo sio miungu inayoweza kuonekana katika macho ya mwili, lakini mpaka Mungu akufunulie ndipo ujue kumbe ninaabudu Mungu mwingine sio Yesu. Mpaka Roho Mtakatifu akufunulie. Sasa nitakupa baadhi ya mifano ya miungu ambayo watu wanaiabudu na wapo makanisani bila wao kujua. Na ni kweli shetani akafanya hako kawe kamungu kako. Hebu tusome kwanza kitabu cha Kutoka sura ya 20 na mstari wa 3. Kitabu cha Kutoka sura 20 na mstari wa 3. Tunaongea juu ya kuabudu miungu. Makanisani watu wengi wa Kristo wanaabudu miungu bila kujua. Kutoka sura ya 20 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema hivi: usiwe na miungu mingine ila mimi. Sema huko uliko, usiwe na miungu mingine ila mimi. Yesu Kristo au Mungu anapomwambia Musa atuambie tusiwe na miungu mingine ila yeye, alikuwa na maana ya kwamba hana maana ya kwenda kupiga magoti juu ya kitu kingine. Pamoja na kwamba neno la Mungu linasema msisujudie, msifa. Kusujudia anakosema Mungu sio katika maana ya mwili tu, ana maana ya rohoni. Maana yake usiwe. Mungu ni nini? Unaposema neno Mungu unasema tegemeo. Hebu sema tegemeo. Unaposema usiwe na miungu mingine ila mimi, hii ina maana ya kwamba usiwe na matumaini kwa mwingine yeyote au kwa kitu kingine chochote isipokuwa tumaini lako lote liwe kwa nani? Kwa Mungu, muumba mbingu na nchi. Usiwe na tegemeo lingine lolote isipokuwa kwa Mungu. Sasa angalia, unapopitia nyakati zako fulani, ziwe za shida, ziwe za raha, Mungu huyu anayesema usiwe na tegemeo lingine lolote ila mimi, tegemeo lako wewe unaliweka wapi? Wewe tegemeo lako liko wapi? Tumaini lako lote umeliweka wapi katika hayo mambo yako? Manake kuna mtu yuko kanisani, kuna mtu yuko kanisani, anaweza hata akaanguka katika magonjwa ya ghafla,
kunaweza kukatokea jambo lolote, ajali. Maana yake kabla hajafikiri yuko Mungu, 911. Kitu cha kwanza, mtoto ameumia, ameanguka chini, kitu cha kwanza, tusikuwa hivi, tusije kufungwa, pigia kwanza polisi. Yaani anasahau kwanza Mungu, akili inaenda kwenye mfumo wa dunia. Mtoto ameumia, mtoto amefanya, pigia polisi, tusije kufungwa, pigia polisi, 911. Polisi ikishafika, ikishaoji, wameshaondoka, wameshachukua rekodi, usiku wanataka kulala, polisi ameshaondoka, vitu vyote meza. Jamani, tuweke hili jambo hata mikononi mwa Bwana. Naona hapa kuna jaribu, watoto hawatanyang'anywa. Jamani, hakutafungwa watu. Wanaanza kuona sasa kitakachotokea, utafungwa watu, watoto watabebwa. Ndio anakumbuka. Tumuombe Mungu. Aombi Mungu kwa sababu ya tatizo lililotokea. Sasa anaomba Mungu kwa lile analoona tatizo litakalokuja baadaye, lakini tatizo lililosababisha litakalokuja hakusema Mungu kwanza, ila lile lililosababishwa litakalokuja ndo anakumbuka. Tuombe Mungu atuepushe na lile, wakati chanzo ndicho huwa kinatibiwa. Unaona ujenzi wa shetani. Mtu wa Mungu, Mungu akusaidie sana. Unamtegemea nani katika mambo yako hiyo? Kuna mtu mwingine akisha kuwa na pesa, manake hata na kiwango chake cha kumtafuta Mungu kinapungua, kwa sababu anaona nina kila kitu. Manake pesa anakuwa kama Mungu wake, usiguse chochote. Manake kuna mtu yuko ridhaa hata ibadani asiende, kwa kuwa amefanya kazi siku ya Jumapili, anaacha na ibada. Mtu wa Mungu nasema hivi, ibada haiko tu siku ya Jumapili. Ibada inaweza mkawa amepanga tunamfanyia ibada siku hata ya Ijumaa, ndio siku yetu ya ibada kuu, tumtukuze Mungu, tumwabudu Mungu. Jumapili mkaiweka kuwa siku ya kawaida, inawezekana. Sio mtafanya dhambi, lakini hiyo ibada mliotenga kwamba mimi siku yangu ya ibada ni hii, shetani pale ulipojipangia siku yako ibada, ile siku hiyo ndio anakuletea pale hapa, ndio anakuletea hiyo. Na wewe kwa sababu hilo ndio tegemeo lako, kitu ulichokihitaji sana, unakata vya Mungu mkazi, unasema Mungu mbona yuko popote, unaanza kujifariji. Mungu yuko popote, Mungu kila siku tu ni ya Bwana. Ninaweza okay, hiyo kila siku ya Bwana. Sasa una siku hiyo ya Bwana uliyoitenga. Sasa mtu wa Mungu, tunaabudu miungu. Kuna watu wanaabudu kazi zao, kuna watu wanaabudu wapenzi wao. Manake akili yake yote, mawazo yake yote anaweka pale, nisije kuachika. Manake hata akiambiwa, akikoa tu mchumba, nisamehe. Yani hata akikwambia hii wiki yote nitakufungia humu ndani ya nyumba, usitoke, na kuhitaji sawa baba, nisiponani Yesu wangu na najifanya Yesu nisaidie. Yesu akusaidie nini? Pumbavu. Yesu akusaidie nini hapa? Unafungiwa huko ndani, unakuwa kama mzimu msukure hivi, yani umesalo na Yesu asiniache huyu kaka na nake, Bwana nisaidie. Pumbavu. Yani mpaka anakuwa Mungu hivi, yani unaona mpaka hata baba yako akikupigia simu natamani umblock. Baba ananisumbua sana huyo baba, ni mblock, ananiingilia mambo yangu, kwani hajui mimi nimeshakuwa mtu mzima? Wewe pumbavu. Wewe ni mtu mzima kwa baba yako, kwa baba yako wewe ni mtu mzima, wewe kwa mama yako wewe ni mtu mzima, mpaka unakuwa. Kuna watu mpaka wanaabudu magari. Maana mtu amenunua kagari kake, ni muda wote na kakitambaa kama shwari, muda wote kakitambaa napita pale ni kufuta tu. Akizunguka hata gari lingine imepita limerusha vumbi, anatukana aliyemrushia katope pale, ni kufuta tu. Maana akili yote ipo kwenye gari, anatamani hata usiku amke achungulie dirishani kwenye parking kama gari liko pale au vipi. Kuabudu. Watu wa Mungu, Mungu anataka upendo wako, tumaini lako
lote kwa Mungu, mengine yote yafuate baadaye. Haleluya, mtu wa Mungu. Na watu wengi wamekwenda kutegemea vitu walivyo navyo. Watu wengi wamekwenda kutegemea wanadamu wenzao na Mungu kuwa kama wamemuhaidi. Mungu wanajua yupo, wanamuomba Mungu, lakini nafasi aliyopata Mungu kwenye maisha yao inakuwa ndogo. Wanakuwa na vitu wanavyoviamini kuliko mfano. Kuna mtu, ngoja nikwambie, nilikutana na mtu akaniambia, bwana, kuna mtu alinikorofisha mali zangu sehemu fulani, nilikuwa na mali yangu pale, akauza mali yangu. Ni Mkristo huyu, alafu anasema yeye, mimi nina hela kuliko ya kwake, nitamuonyesha. Anasema mimi nina hela kuliko yeye, nitamuonyesha. Anasema nitamchapisha fimbo, manake nitatoa hela kwa maskari atandikwe fimbo za hapa. Anasema watakuwa wanamtandika fimbo za hapa kwenye pua hapa, fimbo iwe inapita hapa kwenye pua karibu na macho hapo, ndio wanatandikwa mpaka pua lipande hivi hapa apate raha. Sasa mtu Mkristo anasema atalipa pesa mtu atandikwe, afikiri kwamba anaweza akamwomba Mungu na Mungu akafanya jambo. Watu wanaabudu kutegemea vitu walivyo navyo kuliko Mungu. Unayenisikiliza mara popote ulipo, Bwana akuepushe na miungu na vitu vyote ulivyovitegemea vikamwondoa Mungu katika nafasi ya kwanza. Vitu hivyo vikaja kuchukua nafasi ya kwanza katika maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana akuondolee vitu hivyo na kufungue macho kuelewa vitu unavyovitegemea kuliko Mungu. Miungu. Tumekuwa na vitu tunavyovitumainia, vitu tunavyovitegemea, vitu tunavyowekea tumaini letu kwavyo kuliko Mungu. Vimechukua nafasi ya Mungu. Labda zamani ulikuwa ukiumwa tu kidogo, magoti, Bwana nikumbuke. Labda zamani ulikuwa ukipatwa na tatizo lolote, kwanza magoti, Mungu ona hili. Lakini wewe unafanyaje sasa? Je, Mungu anayo nafasi ya kwanza? Je, Mungu ni kipaumbele chako? Na hizi ni tabia, hizi zinawanyonya watu makanisani bila kujua. Manake unaanza kutegemea vitu fulani, watu fulani, mifumo fulani kuliko Mungu. Mifumo hiyo, vitu hivyo vinaanza kuchukua nafasi ya Mungu, na watu hawaelewi kinachoendelea. Rohoni hawaelewi. Kanisani anaenda kwa sababu anatakiwa kwenda, lakini nafasi ya Mungu inaanza kuondoka, vitu vingine vinakaa pale. Tabia ya tatu ambayo inanyonya maisha ya Wakristo bila wao kujua. Hebu sema kiburi. Sema kiburi. Kiburi. Hivi umeshawahi kukutana na mtu mwenye kiburi na akakwambia, ninakuwaga na kiburi ba? Hivi umeshawahi katika uzoefu wako wa kuishi, umeshawahi kukutana na mtu akakwambia ninakuwaga na kiburi? Utakutana na mtu atakayesema ninakuwaga na kiburi, yule ambaye labda anakupa story, au mara nyingi story ya kulitokea ka ukorofi kati yake yeye na mtu mwingine, kulitokea ka kutokuelewana, ndio kasema anachezea mimi, kiburi yangu ataiona kwa sababu ana ka ukorofi. Ila kama hakujatokea ka sintofahamu kati ya watu wawili, sio rahisi mtu hata kama ana kiburi ukute kwenye watu nakwambia mimi nakuwa na kiburi hata ukimwambia mpendo, jirekebishe, una kiburi. Nini tabia ya Shetani? Anaweza akakuweka kwenye makosa, lakini asikupe kutambua, roho wa utambuzi kwamba upo kwenye makosa fulani. Shetani yuko hivyo sana.
iko hivyo sana. Sasa kiburi ninayoongelea mimi sio kiburi ile ambayo unaijua wewe, kiburi ya kila mtu anajua una kiburi. Kuna kiburi fulani inayonyonya mtu kiroho ya hata wewe mwenyewe uweze kujistukia. Iko hiyo kiburi. Shetani anaweza akakutia kiburi na watu wengine wakakusifia wasijue kama ni kiburi, lakini wakakupongeza uendelee kuwa na hiyo tabia. Mimi nilikuwa na baba yangu mdogo, sikiliza. Yeye alikuwa na kawezo fulani ka fedha. Kwa ninatoa kaka mfano sana. Alikuwa na kawezo fulani ka fedha. Sasa unakuta kanisani pale wenye kawezo wa fedha sio wengi, walikuwepo wengine, lakini na yeye alikuwa miongoni mwao. Sasa akitaka kusaidia mtu alikuwa anasaidia kweli. Kusaidia sio mchoyo, anasaidia kweli. Lakini akikusaidia haitakuwa siri yenu ninyi wawili. Haiwezekani. Hata kama alikununulia kitika vile vindizi vile vya kuchemsha vinauzwa vya barabarani, hata kama mko ninyi wawili na yule aliye anayeuzisha pale, mko ninyi watatu, atakununulia. Lakini subiri siku 3-4 watu watajua kununulia ndizi pale. Yani anapana alafu pia tunafanya pale. Alikuwa na kiburi, anafanya, lakini mpaka hadi fulani hivi. Hata kanisani anatoa sadaka. Tunasema jamani, tuna ujenzi, tunataka viti vya kanisa. Sikiliza mambo yake, vimbwanga vyake. Tunataka viti vya kanisa, sio mchoyo. Sasa atatoa kwa kiburi ile aonekane hawa ndo wanalikamata kanisa hili. Na hata sio aonekane rohoni, mjue sisi ndo wenye. Sisi hapa, sisi tukiacha kutoa kanisa litaanguka. Mpaka siku moja anasimama pale madhabahuni anasema, watu wa Mungu, tumeshindwa kupata mifuko 50 ya simenti. Kiburi. Tumeshindwa kupata mifuko 50 ya simenti kanisa kubwa kama hili. Mbona kama watu hela mnayo lakini hamtaki kutoa? Tunamtolea Mungu, watu wa Mungu. Sikize ndugu. Tunamtolea Mungu, watu wa Mungu. Kubarikiwa kuko kwa Mungu, watu wa Mungu. Niandike mifuko mingine 20 hapa. Anaenda kukaa. Jamani, wa mfuko 2, wa mfuko 3. Kunakosa mifuko 5. Kunakosa mifuko 5 ya simenti tukamilishe ujenzi. Tena anapita mbele pale. Na hii 5 inawashinda akina dada wazuri. We dada fulani, si unafanya M-Pesa pale, mifuko 5 hata sasa. Niandikie 5 mingine hapa. Niandikie mifuko mingine 5 iliyokuwa imekosekana. Yani anatoa na ninyi mnaipokea mnasema tunang'ongwa kweli. Na anatoa kusaidia, lakini kutoa kwa kiburi. Hiyo hali nimetoa huo mfano, hiyo ni kiburi inayoonekana. Lakini kuna kiburi isiyoonekana. Kiburi maana yake nini? Kujiona wewe unafaa kuliko wengine. Nenda kwenye makwaya. Utakuta mwimbaji wa kwaya anataka aonekane yeye ndo solisti mzuri. Mwimbaji wa kwaya Milka anataka aonekane, mimi sauti ya 3 nikiingia sauti ya 3 mimi ndo super. Wewe hata kama hapo kwenye mkutano, hata mwimbaji wa kwaya anataka nyimbo apewe nyingi yeye asome. Hata kama wenzake wanasoro anaona kama wasoro sana. Nenda hata kwenye vyumba vya maombi, njoo manabii. Kweli jibu nakuta kanisa huduma ina manabii 10-18, lakini utakuta hata nabii anaona mimi unabii wangu ndio nakuona timia. Mimi ndio nakuwa natabiri sana. Ukianza mtu wa Mungu kujisikia hivyo, shetani ameanza kuingiza kitu ndani yako. Kwa waimbaji, mimi ndio naimba. Kwa piga vyombo vya muziki, unaanza kuona kama upigaji wako ndo mzuri kuliko wa wengine.
Unaanza kuona bora wewe upewe kupiga vyombo kuliko yule, kwa sababu ndo unapiga vizuri. Shetani anaanza kuingiza hali ya kujiona unafaa wewe kuliko, na ndio maana ya kiburi, kuona wewe unafaa kuliko wewe, ndio kiburi, kuona wewe uko juu kuliko wengine. Kiburi sio kitu kingine. Haleluya, mtu wa Mungu, haleluya. Maana yake unaweza kaambiwa kiburi, sijui kiburi maana yake nini. Kiburi ni kuona wewe ni bora, wewe ndiye unayefaa kuliko mwingine. Hiyo ndio kiburi, na hii tabia hii shetani ameiweka ndani ya makanisa. Nenda kwa wachungaji, kila mchungaji kanisa, kila mchungaji 3 4, kila mchungaji anajiona yeye ndiye anayefaa zaidi. Huyu anaona mimi ndio ningetakiwa kuwa kiongozi, mimi ndio yani kujiona, kuona wewe ni bora kuliko wengine. Hiyo ndio kiburi. Hii tabia hii imewatafuna Wakristo wengi na imewashusha Wakristo wengi. Mtu wa Mungu, roho yako inalindwa na wewe mwenyewe. Roho yako hailindwi na mchungaji. Roho yako dhamana yake iko mikononi mwako wewe mwenyewe. Unapoelewa mambo haya, uwe na nyakati za kutulia chini, unajichunguza, ni kweli najisikiaje? Hizi ni tabia ambazo zinawakula, zinawala Wakristo, zinawatafuna taratibu bila kujua. Utajiona tu umeanza kujifaisha wewe mwenyewe katikati ya wengine kama wafai, bila wewe kujua kama ni tabia ya kishetani. Na ndicho kilichotokea mbinguni akatupa kule, kuona yeye ndiye anayefaa kufanya hivi ama kuwa hivi. Mtu wa Mungu, Mungu akusaidie sana. Ninapomaliza maneno haya ya Roho Mtakatifu, niombe Bwana akufunue macho ya rohoni, uone labda kuna hii tabia ya kuona unafaa, labda kuna ile tabia ya kutegemea vitu fulani kuliko hata Mungu. Vitu fulani vimechukua nafasi ya Mungu. Labda kuna fedha, pesa zimechukua nafasi kubwa, muda wa ibada, pesa imepindua mapenzi yako na Mungu. Bwana akusaidie sana. Hivi ni vitu vimelitesa kanisa, vimetesa Wakristo, vimetesa waumini na wao kushuka kiroho. Mungu akusaidie sana tena sana tena sana. Na shetani hutumia pia maeneo haya kukukamata rohoni. Omba pamoja na mimi maneno haya, nifuate katika maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu umeiona nafsi yangu. Nisaidie Bwana, nishinde kila nguvu ya kiburi, nishinde kila nguvu